Uya kigimo mwanchu muligereri wegeta seni Kiensoko TV andansi stoberete bono ni Chinsa Isano Ibere chabono mugaso sitariki 11 cyumutinyo kyanda mwaka bw'ekiri 2025 ekirango cyo kumanyia aliagendrete kurwa SMS ito yamayo mugasyo bono lietaliane ni Innocent Onyango. Buyake gimu mwanchu muligereri umuseneta bwe county ya Kisii Omoske Richard Onyango omochiri ogosiekwa kwenyagitali ya nyanchwa Adventist ya Satebire enyagitali eyu nigo yasiekwa maega yokubwatekana niliomana lyoborai enyagitali ya nyanchwa nigo yasiegetwe kubwatekaniwa n'obututukanu bw'ekibesa chiasha. I said they were actually not doing any of this. It is only that the issues you have are one, they're administrative, because there was a change of management of individuals of the health facilities, and the individual who was removed as the CEO was not happy that he was removed because you have a new person there. This is an internal matter that should really not be brought to the public. And the Ministry of Health should not engage itself. And if the Ministry of Health realized that Nyanchwa health facilities had committed any crime, by now some individuals should have been arrested and taken to EACC. That is why I'm calling this exercise flimsy. My conviction and belief is SHA has been unable to pay health facilities the money they should pay because these facilities have been providing the services. Ayo kagendreto mwanchu muligereri kiombe gyokurwani obukurumi na kiliye kuligereri ya chimbwa kimanyekanite buna EACC nigo gyasabire chinguru chinyinge kurwa se committee ya Senate asige goteba nga ebine binke nigo byabere bikoyerigwa esenyencho ya maligani yamabe kurwa ase OBC yo mu DPP. Column 1, 2, 3, 4 that EACC is never consulted. Gentlemen, don't you think we are having a problem? I mean, how can we run the country, especially on this area of war against corruption, so casually, you know, in a very casual manner, right, like this? So, me, I want you to be very candid to us, because Constitution's chairman, Constitution is a living document. If it's not serving the country, we can amend it. Indicated that if EACC needs to be given powers to prosecute so that the effectiveness on the fight against corruption can be achieved, so be it. Because now, even I'm being sympathetic and empathizing with you, CEO and the chair, when Senator Wambua asks you what is the reason. Yet in your action, you have said you was not consulted. So you don't even know the reason why this matter was... Muchumbe we constituency ya Nakuru West Samuel Arama oruro bokonyi bwechibesa gochia asa boncholilia bakabake ime yomuchoyo onakuru. Watu ya boda boda. Because hii watu ndio watu wanahaso. You know the word hustling is coming from hustling, hustlers inatoka ku hustling. Watu wanahaso. It's not easy. Wewe enda beba jaribu kubeba mtu na uone kama utaendesha kutoka hapo kwenda huko. Niweza kuangushia hapa katikati. Watu wanao lazima wa mfano. Hao watu wanaona shida na hakuna sheria amevunja. Unajua mwingine aliuliza sije akasema mheshimiwa Rama, hata kama nilikuwa nabeba watu watatu ati nitaanguka, nikianguka nani anaumia? Si mimi nitaumia. Ndio anauliza askari mwingine kichwa ngumu akatandika yeye askari huko leo. Hata unakuta askari that doing work which does not belong to them. And you know that one we must go to security meeting nimeambia na Bogikaria. Unakuta askari anatembea hapo kwa shughuli zake, asaambiwa aende kutafuta watu ya pikipiki. Anakuta mtu anabeba pikipiki amebeba, anaanza kushika hiyo mtu na hajatubu aende kutafuta mtu ya pikipiki. So let's have people, kama mtu ameenda watu ya traffic wa deal na vitu ya pikipiki. Lakini tukipata askari na yeye alikuwa anaenda shughuli zake kwa sababu yeye ni askari, anashika mtu anamwambia atakuja nikupeleke, akienda kuita mtu ya traffic atakuja mtu alikuwa anafanya makosa fulani, waenda waachane na hiyo. Because ndio naambia hii watu saa zingine, unajua sheria watu wanafunja sheria ikifika wakati watu ya sheria wanataka kumisuse their powers. Ndio naona za watu ya pikipiki wanaungana, unakuta wanatandika mtu kwa sababu unatafuta pesa na shida. Wewe mtu anataka kuja kukuletea shida tena kama hata
hajatumwa akuje kutafuta. Ndio naona watu wanasema lazima tukuje pamoja ndio to defend ourselves. That is why we have all of those issues. But kama kila mtu anaweza heshimu mwingine, hatuwezi kuwa na hiyo shida. Kwa hivyo mimi nataka kuenda, asante sana, mimi nataka sasa tukue na hizo many days au many registered groups. Hiyo pesa iko hapo kwa sababu hii pesa hao wanapeana kulingana na first come first serve. Yes. Mimi yualati kwa sababu you have an office. Serikali ya county ya Bungoma yabwatiranire shirika ya USAID asogochakya emirobeli yogochya kurwa bokonyi gochya sabanto balia batali kwenyara ase chinga ao. Mugabana bwe county ya Uken Lusaka nigatebire umurobeli oyo nigogochya kolibya libaga liregati yabantu bali batali kwenyara imeye chinga ao ase county yo. So today's beneficiaries are from all over the county. They are representatives of others who are not here. Today we had 54 beneficiaries who have benefited. You have seen ox plows, books, sewing machines, saloon equipment, and many other things that have been given to them. And we are doing this because we want the people who are vulnerable in society to know that we see them where they are. We value them and we value them as human beings. It's just that they have found themselves in circumstances that are beyond their control. And in Bungoma County currently we support 5,200 children from 2,700 households. But of course since we started we've supported over 12,000 children in Bungoma County from vulnerable families, and of course a major subpopulation that we support are children affected and infected by HIV/AIDS. So today we are joined by the governor to officiate a distribution of productive assets as well as scholastic materials that is going to benefit more than 300 beneficiaries. Naitwa Julia Subuka. Mimi nashukuru USAID for the Child kwa ile kazi wamenifanyia. Mahali wamenitoa kwa umaskini, mahali wameniweka, ndazidi kuishi maisha mazuri na ndaendelesha kushonea watu, ndakuwa akili kichwani, pesa mfukoni kila wakati. Kwa siku ya leo nashukuru shirika la USAID limenipatia mashine ya kushona ngozi ya viatu ili kwamba mjukuu wangu ambaye mtoto dadangu ambaye aliachwa na mamake yatima ataendeleza masomo kupitia napoendelea kushona viatu ili ataka maisha mazuri. Mwancho muligereri togotigana noroboti orukurwa ase county ya Bungoma bono nigongogo ikia mbaka asensemo ya monko koboliga ege kakengana ngakyo mwancho muligereri kwabere gokurundie nyange yawo barundi 12 korwa asense ya Kenya nense ya Uganda, Rwanda na Burundi nigo bagendiri kinyange cyabo asegeka ye kilomita kirwisano nemo unenchere ya moyogo segeta chinga ao igoro yogo nchoka kwelire imeyorongo rwa Africa. Gekundi ekyo nigo kemanyekanite buna The Great African Cycling Safari na nigo kiagendiri kinyange ase kilomita kinabateri mwancho muligereri. We do a tour around East Africa, especially the 5 countries of Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania and Kenya every year, and this is our 8th edition. The reason we do this is to fast track the integration processes of the East African community, climate change, peace and food security. So we encourage, by so doing, we encourage communities to grow more trees, and in food security we encourage communities as well to grow fruit trees so that people can have enough food or enough fruits to eat. So the journey covers 6,000 kilometers done in 55 days. So this year's event started in Kampala on the 1st of August, and we went to Rwanda, we went to Burundi, went to Tanzania, and on Sunday 7th we crossed into Kenya via the Namanga border. So we are here in Machakos, and tomorrow we'll be in Nairobi. We expect to cross back to Uganda on the 20th of September. In Kenya, we have planted a forest in Timbaroa, and actually are encouraging the authorities there this year. We have communication that we are supposed to add about 3,000 trees on our already planted forest of more than 5,000 trees. So that is what we do. We have in Nzega in Tanzania, we have one in Bugesera in Rwanda, and then we have one in Kabale, Uganda. And in 2012-2013,
there was a problem about food in this region of ours. And then we said, how or why can't we as Africans try to find solutions by the common man? So we said the first thing that we have to do is to walk around our countries and know exactly what is taking on and make reports and feedbacks. So that is why we started the initiative. It initially started in 2017 with 5 cyclists. Now it has grown. The biggest has been 45, but this year we are 12. When you walk around our countries, especially the 5, Mwanchu muligiriri tigango tambuki nango soi asorogongo wa Asia asomuchio kathamandu oyuri mensi ya Nepal ogendete korora ogosarika kwa mulembe maega yokurobekana kwa abantu bense yu asibagendete kurobekana kubwatikana na kilibago teba ni obukurumi bogendete gokorekana obonene gwikira boniga amagacho yebunge yense yu nigasambirwe Mwanchu muligiriri tigatonyororo botioru asenchira yobikiranu korwa asensemo ya kabere ye studio. Mwanchu muligereri kwikira butu akomanyiria yagendrete kurwa SMS itu yoburiki na namono gwikira boniga aba MCA nigo bare asamaga chama nene yo muraibwense na abalike baito nigo bara asenseme yikubwate roboti oru asabali chitu chikubwate ntonyara ko batokomanya asenchira yobwikiranu nindo checheria kiruboga igagendete gutoligereria omusuri wege susunere no ale na Colton Otto no ale na namono ngote yo Mwanchu muligereria twaro mugasomuya elietaliane nino Onyango.